kuku wako si ndio? Na mwalimu. Endelea. Wala ulimwengu haukumtambua. Kumbe wakati Yesu alikuja duniani ulimwengu ulifanya nini? Haukumtambua. Ulimwengu haukufanya nini? Hakumtambua. Endelea mwalimu. Alikuja kwake. Kumbe Yesu alikuja wapi? Alikuja kwake. Kumbe Yesu alikuja wapi? Alikuja kwake. Endelea. Inasemaje? Alikuja kwake. Alikuja kwake. Wala walio wake hawakumpokea. Kumbe watu hawakumpokea nani? Hawakumpokea. Kumbe Yesu anapokuja duniani watu wakafanya nini? Hawakumpokea. Hawakufanya nini? Hawakumpokea. Sasa vile tunapokuja hapa tunakusihi sana isije ukaona ujumbe ni kama inakukwaza, bali ujumbe huu iwe ni kama inakuokoa na inakusaidia upate kujua kweli, na kweli tutakuweka huru. Kwanza kabisa unafaa uelewe ukweli ni nini. Yohana 17:17 inasemaje? Watakase kwa ile kweli. Watakase kwa nini? Kwa ile kweli. Naam, endelea. Neno lako ndio kweli. Kumbe kweli ni nini? Ni neno la Mungu. Kumbe kweli ni nini? Ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndio kweli. Na hiyo neno la Mungu ndio tumekuja mahali hapa kuwasomea. Kwa maana Biblia inaanza kwa kutuambia kwamba tutakase katika kweli, na kweli neno la Mungu. Soma kitabu kwanza ya Yohana 8:31 inasemaje? Inasema hivi mwalimu. Yohana 8:31. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi. Yesu akaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikataa katika neno langu, naam, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Wakikaa wapi? Mkikaa katika neno langu. Wakikaa wapi? Wakikaa katika neno langu. Katika neno la Mungu. Naam, maliza. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Yes, endelea. Inasema tena mtaifahamu kweli. Kama ukikaa katika neno la Mungu utafahamu nini? Utaifahamu kweli. Ukikaa katika neno la Mungu utafahamu nini? Utaifahamu kweli. Maliza mwalimu. Nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kumbe kweli itaweka nani? Itaweka huru. Itaweka sisi huru. Kweli tu za Biblia ndio itaweza kutuweka huru tunapokaa na tunapoishi duniani. Hakuna kitu yote inaweza tuweka huru ila tu ni kweli za Mungu. Jinsi tu yalivyo neno katika Biblia, hivyo tu ndio tunapaswa kutii. Tunapaswa tu kutii neno la Mungu. Kwanza nataka unisaidie kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 2:3. Nataka niwakumbushe wapendwa, tunapokuja mahali hapa Mungu anataka tunena tu maneno yale tu ambayo yatamtukuza ama yatamfurahisha. Kwa maana mara mingi wanadamu wametaka kuambiwa tu jinsi wanavyotaka ama wanavyopenda, lakini Mungu anataka tunene tu jinsi alivyotuagiza katika maandiko. Kwa hivyo hatutapindiwa Biblia kuambiwa kinyume na andiko, ila tutanena kulingana jinsi Biblia imefanya nini, imenena. Soma. Inasema Wathesalonike wa kwanza 2:3. Inasema kwa maana maonyo yetu si ya ukosefu. Kumbe tunapokuja hapa tuko na maonyo. Na mwalimu. Endelea. Inasema maonyo yetu sio nini? Si ya ukosefu. Endelea mwalimu. Wala ya uchafu. Wala ya hila. Bali kama vile tulivyopata kibali kwa Mungu, tuwekewa amana Injili. Amana Injili. Ndivyo tunenavyo. Si kama wapendazao wanadamu, bali wampendezao Mungu. Hivyo tu wapendwa, anayetupima mioyo yetu. Tutanena tu jinsi tu yatakavyomfurahisha mwanadamu, yatakavyomfurahisha Mungu, lakini sio jinsi yatakavyomfurahisha mwanadamu. Kwa hivyo hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Tunapokuja hapa na ujumbe zote, tuomba sana hii ujumbe uipokee tu kwa amani, iweze ikakusaidia. Sasa wapendwa, tunapotazama dunia sahihi, Yesu mwenyewe alikusha tabiri mambo yote, jinsi shetani atakuja kuweka mambo yake duniani. Yesu anataka
tuweze tukajihadhari sana na tukuwe tayari sana kwa kuja kwake kwa mara ya pili. Wakati tu utakosa kuelewa kweli za Biblia, ina maana ya kwamba utakuwa haujajitayarisha katika kuja kwake Yesu mara ya pili. Kwanza nataka unisaidie kitabu cha Yohana ama soma Mathayo 24:14. Inasema Mathayo 24:14. Mathayo 24:14. Inasema aje? Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Habari njema nini? Ya ufalme. Habari njema ya nini? Ya ufalme. Soma mwalimu. Inasema tena habari njema ya ufalme. Habari njema ya nini? Ya ufalme. Habari njema ya nini? Itahubiriwa katika ulimwengu wote. Kumbe Yesu pia habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Hapo ndipo nini? Ule mwisho utakapokuja. Kumbe kuna habari njema, si ndio? Na mwalimu. Ambayo itakuwa wapi? Ulimwengu kote. Na mwalimu. Sasa unapoangalia hii kibano utajiuliza ni nini yamechorwa hapo ndani. Lakini kwanza nataka nikufahamisha kwamba mambo hayo ni mambo ambayo yalichorwa kwa njia ya mfano. Yaani ni unabii wa nyakati za mwisho. Kama kuna ujumbe ambayo mwanadamu hapasi kuepukana nayo ama hapasi kukosa, ni unabii wa nyakati za mwisho. Yaani unabii wa nyakati zetu. Sasa Mungu aliona tangu zamani mpango wa shetani, jinsi alivyopanga kudanganya dunia. Ndiposa Mungu akapeana unabii kupitia watumishi wake. Kwanza Mungu alinena mambo haya kupitia Danieli, na tena kwa mara ya pili Mungu ananena mambo haya kupitia Yohana. Yohana anaponena mambo haya katika kitabu cha Ufunuo, Yohana anafunua hao wanyama. Ndiposa Yesu anasema habari njema itahubiriwa ulimwenguni kote, ndipo ule mwisho utakapokuja. Ina maana ya kwamba mwisho hautakuja kabla hii ujumbe uhubiriwe. Hii ujumbe wa wanyama hizi tu zimechorwa hapo. Yesu hatakuja kabla. Yesu anakuja itapata kwamba imehubiriwa tayari. Sasa mwalimu, soma 15. Inasema Yohana 24:15 mwalimu. Yohana 24:15. Inasema hivi. Inasemaje mwalimu? Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lililonena na nabii Danieli. Kumbe kuna uchukizo la uharibifu lililonena na nabii Danieli. Limesimama katika patakatifu. Limesimama wapi? Katika patakatifu. Limesimama wapi? Katika patakatifu. Ndio watu wafahamu ya kwamba hiyo ni unabii. Ndipo tumeanza kusema ya kwamba ni unabii ambayo Yesu alisema itakuja kuhubiriwa ulimwenguni kote, ndipo mwisho utakapokuja. Sasa hebu soma kitabu cha Ufunuo 22:6. Ufunuo 22:6 mwalimu. Inasemaje mwalimu? Inasema hivi mwalimu. Kwanza anza na Ufunuo 1:3 kuteremka.
Ufunuo 1:3 mwalimu. Anza na moja moja. Inasema Ufunuo 1:1. Ufunuo wa Yesu Kristo. Naam. Aliyepewa na Mungu. Kumbe ni ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Kumbe ni ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Nani alimpea? Endelea. Mungu. Endelea. Awaonesha watumwa wake. Kumbe Yesu alipewa ufunuo awaonesha nani? Watumwa wake. Watumwa, mambo ambayo kwamba hayana budi kuwa kwa upesi. Naam, endelea. Naye akatuma kwa mkono wa malaika. Kumbe hiyo ufunuo ikatumwa kwa mkono wa malaika. Endelea. Akamwonyesha mtume wake Yohana. Akaonesha nani? Mtume wake Yohana. Akaonesha nani? Mtume wake Yohana. Endelea mwalimu. Aliyeshuhudia neno la Mungu. Kumbe Yohana alifanya nini? Alishuhudia neno la Mungu. Alishuhudia nini? Neno la Mungu. Endelea mwalimu. Na ushuhuda wa Yesu Kristo. Ushuhuda wa Yesu Kristo. Yani mambo yote aliyoyaona. Mambo yote alifanya nini? Aliyaona. Kumbe haya ni mambo ambayo Yohana alifanya nini? Aliona. Inasema hivi mwalimu. Inasema heri asomaye. Heri afanye nini? Heri asomaye. Heri afanye nini? Heri asomaye. Kumbe watu wanafaa kufanya nini? Wanasoma kitabu cha Ufunuo. Kumbe watu wanafaa kufanya nini? Kusoma kitabu cha Ufunuo. Kumbe watu wanafaa kusoma nini? Kitabu cha Ufunuo. Ndio mwalimu. Inasema heri asomaye. Heri afanye nini? Heri asomaye. Heri afanye nini? Heri asomaye. Maliza. Na wao wayasikia maneno ya nabii huyu. Na wale fanya nini? Wayasikia maneno ya nabii huyu. Kumbe watu wanafaa kufanya nini? Kusoma na kufanya nini? Kusikia. Kusoma na kufanya nini? Kusikia. Alafu sasa utasikia watu wengine wanasema ya kwamba mambo haya ni mambo magumu ambayo yatafunuliwa mbinguni, lakini nayo Biblia inatuambia heri asomaye na kusikia maneno ya unabii huu. Endelea. Inasema na kuyasika yaliandikwa humo. Na kusikia alifanya nini? Kuyasika yaliandikwa humo. Na kushika yaliandikwa humo. Kwa maana wakati ukaribu. Kwa maana wakati ufanya nini? Ukaribu. Kwa maana wakati ufanya nini? Ukaribu. Kwa wakati ukaribu, wapendwa. Ina maana ya kwamba utakapokosa kupokea ujumbe hii ya kipekee, ile mwisho itakuja ghafla kabla wewe haujaitambua ujumbe wa nyakati za mwisho. Yesu amesema ni habari njema ya ufalme ambayo itahubiriwa ulimwengu mzima, ndipo huyo mwisho utakapokuja. Unaposoma Biblia unaona hao wanyama hayo wanyama hao wamechora tu hapo kwa mfano. Kuna ile maana ambayo yanaashiria katika Biblia. Unaposoma kitabu cha Yohana, Ufunuo wa Yohana, utakuja kugundua ya kwamba kumbe hawa wanyama ni ufalme. Hawa wanyama yanaashiria ufalme. Kuna falme zimekuwa zikiongoza duniani, lakini mara nyingi ufalme zinapochipuka ama zinapoinuka wamekosa kumwangalia Mungu. Ndiposa Mungu anatuambia tuepukane na ufalme kama hizo na mafundisho wanaokuja nazo duniani. Tunaonywa kabisa tuepukane na mafundisho zote zilizo kinyume na Biblia yanayokuja kupitia huyo mnyama duniani. Sasa kazi yetu kubwa ni kuwatangazia habari njema, kwa maana Yesu alikwisha tabiri ya kwamba habari njema ya ufalme itahubiriwa kote duniani, ndipo mwisho itakapokuja. Sasa tushamaliza kuambia ya kwamba katika ile chat pale. Mwalimu, soma 22:6 Ufunuo. Inasema hivi. 22:6 Ufunuo. Inasema Kisha
Akaniambia, naam, maneno haya ni amini na kweli. Yani Yesu alimwambia Yohana ya kwamba maneno haya ni nini? Amina na kweli. Maneno haya ni nini? Ni amini na kweli. Ni amini na kweli. Naye Bwana Mungu na wa roho za manabii, naam, alimtuma malaika wake kuonyesha watume wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Kumbe maneno hayo ya unabii ni amini na nini? Ni amini na kweli. Maneno ya unabii ni amini na nini? Ni amini na kweli. Endelea mwalimu. Inasema Yesu akaniambia, kisha akamwambia, maneno haya ni amini na kweli. Naam. Naye Bwana Mungu wa roho, naye Bwana Mungu wa roho za manabii alimtoa malaika wake. Kumbe Bwana alituma malaika wake kuonyesha watume wake mambo. Kumbe watume walifanya nini? Walionyeshwa, endelea, ambayo hayana budi kuwako upesi. Mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Natazama naja upesi. Kumbe nani nakuja upesi? Yesu, endelea. Inasema natazama naja upesi. Naam. Heri yeye ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Kumbe heri yeye ayasikiaye maneno ya unabii hiki. Inasema nami Yohana ndimi niliyasikia na kuona mambo hayo. Naam. Na hapo nilipoyasikia, alipoyasikia alifanya nini? Na kuyaona na alianguka ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika. Hata Yohana alistaajabu sana alipofunulia mambo hayo, kwa maana ni mambo yalikuwa ni njama ya shetani aliyepanga tangu zamani kutekeleza duniani. Lakini Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo. Ndiposa akasema ya kwamba hata achilia wanadamu, kwa maana wanadamu ni watu wake, hata achilia wanadamu wapotee hivyo, ila ataweza kuwafunulia mambo yote ya shetani, jamaa yote ya shetani duniani nyakati za mwisho. Yohana anaposikia mambo haya alianguka chini kuabudu malaika, kwa maana aliona ni mambo yenye baraka sana katika maisha ya mwanadamu. Mwalimu, maliza. Inasema naye akamwambia, angalia usifanye hivi. Alipoanguka kuabudu aliambiwa asifanye hivyo, kwa maana alikuwa ni malaika. Mimi ni mjoli wako. Kumbe malaika ni mjoli wetu. Naam, endelea. Na wa ndugu zako manabii. Naam. Na wale wayasikiao maneno ya kitabu hiki. Naam. Msujudie Mungu. Tumsujudie nani? Msujudie Mungu. Asante mwalimu. Sasa tunapata ya kwamba maneno ya unabii haya ni maneno ambayo yatakuja kuokoa wanadamu. Hebu kwanza soma kitabu cha Ufunuo Yohana 14:6. Hii inasemaje? Inasema hivi mwalimu. Ufunuo Yohana 14:6. Inasema hiyo mwalimu. Inasemaje? Inasema kisha nikaona malaika mwingine. Kisha akaona malaika mwingine akiruka katikati ya bingu. Mwenye injili ya milele. Kumbe malaika alikuwa na nini? Injili ya milele. Alikuwa na nini? Injili ya milele. Kumbe mambo ya unabii ni injili ya nini? Ya milele. Habari ya ufalme injili ya nini? Ya milele. Habari hii ya ufalme injili ya nini? Ya milele. Endelea. Wahubiri hao wakao juu ya nchi. Na kila taifa. Na kabila. Na lugha. Na jamaa. Akasema kwa sauti kuu. Mcheni Mungu na kumtukuza. Naam, endelea. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyefanya mbingu na nchi. Mungu anataka tusujudie nani?
Inasema Mungu anataka tumsujudie nani? Yeye aliyefanya mbingu na nchi. Kumbe Mungu anataka tumsujudie mwenye alifanya nini? Alifanya mbingu na nchi. Kumbe Mungu anataka tumsujudie aliyefanya nini? Yeye ambaye alifanya mbingu na nchi. Sasa tunafaa tujue ni nani aliyefanya mbingu na nchi. Ni nani katika Biblia aliyefanya mbingu na nchi? Soma kitabu ya Waebrania 1:1. Biblia inasemaje? Inasema hivi, lazima tuwaambie watu ni nani aliyefanya mbingu na nchi, kwa maana tunaambiwa ya kwamba huyo tu ambaye alifanya mbingu na nchi ndiye tu tunayepaswa kumsujudia. Waebrania 1:1 Biblia inasemaje? Inasema hivi, inasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu. Kumbe Mungu zamani alisema na nani? Na baba zetu. Kumbe Mungu alisema zamani na baba zetu katika manabii, kupitia manabii au katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi mwisho wa siku hizi. Kumbe mwisho wa siku hizi amesema nasi katika mwana. Mungu mwisho wa siku hizi amesema nasi katika mwana, aliyemweka kuwa mrithi wa wote. Ameweka mrithi wa yote. Kwanza tukisoma hiyo Ufunuo tukapata ya kwamba ni ufunuo wa Yesu Kristo aliyepewa na Mungu. Sio mwalimu? Na mwalimu. Na hapo tunaambiwa Mungu katika kizazi chetu amesema nasi kupitia nani? Kupitia mwana. Amesema nasi kupitia nani? Mwana. Kumbe siku za mwisho Mungu amesema nasi kupitia nani? Kupitia mwana. Endelea. Inasema hivi. Naam. Aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Kumbe Mungu aliweka Yesu kuwa nini? Mrithi wa yote. Kumbe Mungu aliweka Yesu kuwa nini? Mrithi wa yote. Maliza mwalimu. Tena kwa yeye aliyefanya ulimwengu. Kumbe kwa Yesu Mungu alifanya nini? Alifanya ulimwengu. Kumbe kwa Yesu Mungu alifanya nini? Alifanya ulimwengu. Kumbe kupitia Yesu Mungu alifanya nini? Alifanya ulimwengu. Na Biblia inatuambia nini? Hebu soma, rudia ya Ufunuo wa Yohana 14:6. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema Ufunuo wa Yohana 14:6 Biblia inasemaje? Inasema na mwingine malaika inasemaje mwalimu? Kisha nikaona malaika mwingine. Kisha Yohana aliona malaika mwingine akiruka katikati ya bingu, mwenye injili ya milele. Kumbe malaika alikuwa na injili ya milele. Kumbe malaika alikuwa na injili ya milele. Endelea mwalimu. Awahubiri hao wakao juu ya nchi. Hiyo injili ya milele ilikuwa ihubirie watu wafanya nini? Wakao wanaokaa juu ya nchi. Kumbe injili ya milele ilikuwa ihubirie watu wanaokaa wapi? Juu ya nchi. Maliza mwalimu. Inasema na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu. Mcheni nani? Mungu. Kumbe hiyo ujumbe ilikuwa inaambia fanya nini? Kumcha Mungu. Tumche Mungu. Endelea. Na kumtukuza. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Kumbe saa ya hukumu imefanya nini? Imekuja. Kwa hivyo tunafaa kufanya nini? Kumcha Mungu. Aliyefanya nini? Aliyefanya mbingu na nchi. Kumbe wapendwa, kuna Mungu ambaye tunafaa kumtambua duniani. Na huyu Mungu ambaye tunafaa kumtambua duniani ni Mungu aliyefanya mbingu na nchi. Ni huyo Mungu mmoja aliyefanya mbingu na nchi, na tushamjua ya kwamba ni Mungu mmoja pekee ambaye alifanya mbingu na nchi. Tunafaa kumcha, ina maana tunafaa kumtii kabisa. Kwanza kabisa, ni nini maana ya kumcha Mungu? Ni nini maana ya kumcha Mungu? Mwalimu, soma. Inasema ni nini maana ya kumcha Mungu? Inasema hivi. Nasemaje mwalimu? Soma. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wake wa 4. Maana ya kumcha Mungu ni nini? Inasema hivi mwalimu. Maana ya kumcha Mungu. Soma. Inasema hivi mwalimu. Maana ya kumcha Mungu ni nini? Inasema hivi mwalimu. Inasema upate kumcha Mungu kwa kuseka sheria zake. Kwa kufanya nini? Kuseka sheria zake. Upate kumcha Mungu kwa kufanya nini? Kwa kuseka amri zake. Hiyo ni Biblia gani mwalimu? Hiyo ni Kumbukumbu la Torati 6:2. Kumbukumbu la Torati 6:2. Upate kumcha Mungu kwa kufanya nini? Kwa kuseka amri zake zote. Kumbe
Kumbe kumcha Mungu ni kushika nini? Kushika amri zake zote. Kumbe kumcha Mungu ni kushika nini? Kushika amri zake zote. Unajua watu wanafikiria ati dhambi ni kutukana, dhambi ni kufanya mambo mengine, lakini Biblia inatufundisha dhambi ni nini. Wacha Biblia itufundishe dhambi ni nini. Kwanza mwalimu, nisaidie Yohana kwanza 3:4. Inasema hivi. Lazima tujue dhambi ni nini. Inasemaje mwalimu? Kila atendaye dhambi. Kila atendaye dhambi. Wafanya uasi. Afanya uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi wa sheria. Dhambi ni nini? Uasi wa sheria. Kumbe dhambi ni uasi wa nini? Wa sheria. Kumbe dhambi ni uasi wa nini? Uasi wa sheria. Unapotenda kinyume na sheria ina maana ya kwamba unafanya nini? Unafanya dhambi. Unapotenda kinyume na sheria ina maana unafanya nini? Unafanya dhambi. Mwalimu, na mwalimu, watu wanatambua sheria za Mungu kweli? Hapana mwalimu. Watu wanatambua sheria za Mungu kweli? Watu wengi watambui mwalimu. Hebu soma kitabu cha Kutoka 20:1. Biblia inasemaje? Inasema hivi. Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza. Inasema tunataka kujua sheria za Mungu ni gani, kwa maana tunapata kuelewa ya kwamba dhambi ni kuenenda kinyume na sheria. Kwa hivyo imetupasa sika wanadamu tuwajue sheria za Mungu, ili ya kwamba tusije tunatenda dhambi pasipo wanadamu kujua. Soma mwalimu. Inasema Mungu akanena maneno haya yote akasema. Nani alinena mambo hayo? Mungu. Nani alinena mambo hayo? Mungu. Kumbe Mungu alinena mambo hayo. Endelea. Akasema mimi ni Bwana Mungu wako. Mungu akasema yeye ni Baba Mungu wetu. Niliyakutoa katika nchi ya Misri. Alitoa Wanaisraeli katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu anaanza kutuonya tusifanye nini? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu anaanza kutuonya tusifanye nini? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Ya kwamba tusiwe na miungu mingine ila yeye. Na mwalimu. Endelea mwalimu. Usijifanye sanamu ya kuchonga. Sheria ya pili, Mungu anasema nini? Usijifanye sanamu ya kuchonga. Sheria ya pili, Mungu anasema nini? Usijifanye sanamu ya kuchonga. Mungu anatuonya dhidi ya kujifanyia sanamu duniani na za kuzichonga. Na mwalimu. Lakini wapendwa, tuliwaambia kwamba tunapokuja mahali hapa, kazi yetu kubwa ni kusema kweli. Kusema kweli. Na sisi kazi yetu sio kuogopa kusema kweli. Kwa hivyo tutakaposema kweli, uipokee tu kweli jinsi imenenwa, usije ikakukera, kwa maana kazi yetu kubwa tu ni kusema kweli. Sasa Biblia inasema nini? Tusifanye nini? Inasema sheria ya pili, usijifanye sanamu ya kuchonga. Mungu anatuonya dhidi ya kufanya nini? Kuchonga sanamu. Lakini tapata nyakati za mwisho watu wameenda kinyume na sheria za Mungu. Watu wameenda kinyume na sheria ya pili ambayo inatuonya dhidi ya kuchonga sanamu. Mwalimu. Na mwalimu. Soma. Inasemaje? Usilitaje bure jina la Bwana. Biblia inatuonya dhidi. Kwanza hapo kwa sheria namba 2 mwalimu. Na mwalimu. Lazima tusaidie watu, si ndio? Na mwalimu. Lazima tusaidie watu, si ndio? Na mwalimu. Tunapoangalia kanisani siku za mwisho, watu wanafanya nini? Watu wamechonga sanamu. Wamefanya nini? Wamechonga sanamu. Lakini hiyo ni kinyume na nini? Na mpango ya Mungu. Na sheria ya Mungu, si ndio? Na mwalimu. Hiyo ni kinyume na sheria ya Mungu, si ndio? Na mwalimu. Tunapoona katika kanisa la Katoliki, tunafanya nini? Wamechonga sanamu. Wamechonga nini? Sanamu. Lakini Biblia inatuambia nini? Soma. Inasema aje? Usijifanye sanamu ya kuchonga. Usijifanye sanamu ya kuchonga. Inasema wala mfano wa kitu chochote kilicho juu ya mbinguni. Wala mfano wa kitu chochote kilicho chini ya mbinguni. Wala kilicho chini ya dunia. Wala kilicho chini ya dunia. Wala kilicho majini chini ya dunia. Naam, endelea. Usivisujudie. Sasa kabisa kwanza tunaambiwa tusichonge kitu chochote kilicho juu mbinguni. Tunapoangalia juu mbinguni kuna Yesu, si ndio? Na mwalimu. Yesu ako wapi? Ako mbinguni. Yesu ako wapi? Ako mbinguni. Mitume na manabii si wako chini? Na mwalimu. Si walikufa? Na mwalimu. Lakini hawakufanya nini? Wanachonga sanamu zao. Lakini wanachonga sanamu zao. Na mwalimu. Lakini watu wamechonga sanamu ya Yesu, si ndio? Na mwalimu. Lakini Biblia inafanya nini? Imekataa, si ndio? Na mwalimu. Kazi yetu kubwa ni kutangazia watu dhambi.
Hiyo ndio kazi ambayo Mungu ametuitia, tuweze tukatangazia dunia dhambi, watu waepukane na dhambi, kwa maana watu wameonekana wametenda dhambi lakini hawajatambua. Sisi kazi yetu ni kuwatambulisha ya kwamba Mungu hapendi watu kufanya dhambi. Endelea, sheria 3 nasemaje? Inasema sheria 3, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Mungu anatuonya dhidi ya kutaja nini? Ya kutaja jina la Bwana Mungu wako bure. Bure, si ndio? Na mwalimu, unajua siku za mwisho watu wanatumia jina la Mungu tu. Unapata watu mbalimbali, yani watu tofauti wanatumia jina la Mungu bure. Lakini Yesu anatuambia nini? Kumbe kuna uwezekano ukuwe katika kanisa siku za mwisho ukifanya muujiza na jina la Mungu, ukifanya maono makubwa na jina la Mungu, lakini hatima yake kuna uwezekano Yesu akose kukutambua. Kumbe kuna uwezekano huo. Ama tudhibitishe mwalimu? Na mwalimu, soma Yohana 7:22. Yohana 7:22 mwalimu. Mathayo 7:22. Inasema Mathayo 7:22. Soma. Inasema hiyo mwalimu. Inasema Mathayo 7:22. Kumbe kuna uwezekano ukuje ukitenda maajabu ukuje ukitenda muujiza duniani. Kumbe kuna uwezekano ukuwe unatumia jina la Yesu, lakini hatima yake akuje akukatae. Soma. Inasema si kila mtu aniambie Bwana Bwana. Biblia inaanza kutuambia si kila mtu amwambiaye Bwana Bwana. Soma. Atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Kumbe yule tu ambaye anafanya mapenzi ya Baba aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile. Kwanza soma hapo vizuri mwalimu. Inasema si kila mtu aniambie Bwana Bwana. Naam. Atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Kumbe ni yule tu anayefanya mapenzi ya nani? Ya Baba yetu aliye mbinguni. Kumbe yule tu anayefanya nini? Mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu. Endelea. Inasema wengi wataniambia siku ile. Wengi wataambia Yesu siku za mwisho, siku ya hukumu. Bwana Bwana, hatukufanya nabii kwa jina lako? Kumbe kuna watu watafanya nabii kwa jina la Yesu siku hizi, na kwa jina lako kutoa pepo. Kwa jina la Yesu kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Na kwa jina la Yesu kufanya miujiza mingi. Ndipo nitawaambia dhahiri. Yesu atawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Yesu hakuwajua wao kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kumbe watu wote wanaofanya maovu na wanatumia jina la Mungu, itaonekana kwamba wanatumia jina la Mungu bure. Siku za mwisho, siku ya hukumu, Yesu atakuja kukataa, kwa maana unajijua wewe mwenyewe ya kwamba unajishikilia na kazi ya Mungu, lakini kwa upande mwingine unakosa kufanya Mungu. Biblia inatuonya dhidi ya hiyo, wapendwa, ya kwamba tunapokaa duniani, Mungu anataka tuwe tukifanya mapenzi yake. Na mapenzi ya Mungu ni nini? Mapenzi ya Mungu ni nini? Ni kutenda ile isiyo dhambi, kuepukana na dhambi kabisa. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu duniani. Tumepaswa kuepukana na dhambi. Mwalimu? Na mwalimu. Soma sheria 4. Inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato utakase. Kumbe sheria 4 inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato utakase. Kumbe sheria 4 ni kukumbuka nini? Siku ya Sabato. Kumbe sheria 4 Mungu anataka tufanye nini? Ukumbuke siku ya Sabato. Endelea mwalimu. Tuitakase. Siku 6 fanya kazi. Mungu anatuonya siku 6 tufanye nini? Ufanye kazi. Endelea. Utende mambo yako yote. Tufanye mambo yote. Lakini siku ya saba. Siku ya saba. Ndio mwalimu, siku ya nini? Lakini siku ya saba. Endelea. Ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kumbe Mungu ametenga siku gani? Siku ya saba. Kumbe Mungu ametenga siku gani? Siku ya saba. Ile nini?
Inasemaje? Inasema hivi. Naam. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi. Mungu anataka siku sita tufanye kazi. Utende mambo yako yote. Tutende mambo yetu yote. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kumbe siku ya saba ni nini? Ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kumbe siku ya Sabato ni siku ya Sabato ya Bwana Mungu wako. Kumbe siku ya saba ndio siku ya Sabato. Lakini inaonekana na imedhihirika wazi ya kwamba siku hizi za mwisho watu wamekosa kujua siku ya Sabato. Watu wamekosa kujua siku ya Sabato ya Biblia. Na Biblia Mungu anataka tuenene jinsi tu Biblia imenena. Mungu anataka tuenene tu jinsi Biblia imenena. Tusinene kinyume na Biblia. Sasa ukisoma kitabu cha kwanza, soma Kutoka 31:16. Inasema, naam, Kutoka 31:6 inasema hiyo mwalimu. 31:16 Kutoka Biblia inasemaje? Inasema kwa ajili ya hayo wana wa Israeli watashika Sabato. Wana Israeli watashika Sabato. Kuiangalia sana hiyo Sabato katika vizazi vyao vyote. Unajua tunaposema watu wanasema ya kwamba ati wana Israeli wako nini? Wako Israeli, si ndio? Na mwalimu. Lakini Biblia inatufunza nini? Sisi ni wana Israeli kwa nini? Kwa imani, si ndio? Na mwalimu. Kumbe wa Kristo ni wana Israeli wa kiroho. Kumbe wa Kristo ni wana Israeli wa kiroho. Kumbe wa Kristo ni wana Israeli wa kiroho mwalimu. Wa kiroho. Sasa unapojiita kwa jina Kristo, ina maana ya kwamba wewe ni mwana Israeli wa kiroho. Na hiyo Biblia kwanza tuwadhibitishie. Na mwalimu. Soma. Inasema kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika Sabato. Kwa kuiangalia sana hiyo Sabato katika vizazi vyao vyote. Ni agano la milele. Kumbe Sabato ni agano la milele. Kumbe Sabato ni agano la milele. Kumbe Sabato ni agano la milele. Jua tunaposema agano la milele ina maana ya kwamba haina mwisho, si ndio? Na mwalimu. Kumbe Sabato haina nini? Haina mwisho. Kumbe Sabato haina nini? Haina mwisho. Ni agano la nini? La milele. Mungu anafanya agano wana Israeli, si ndio? Na mwalimu. Na sisi ni wana Israeli wa kiroho. Na sisi wa Kristo ni wana Israeli wa kiroho. Wapendwa, sisi tumekuja kuwafahamisha kweli jinsi tu ilivyo katika maandiko. Soma sheria 5. Inasema waheshimu baba yako na mama yako. Mungu anataka tuheshimu baba yetu na mama yetu, yani tuheshimu wazazi wetu duniani. Endelea. Inasema hiyo mwalimu. Inasema kitabu cha Kutoka 20 mstari wake ni wa 5 mwalimu. Naam. Inasema waheshimu baba yako na mama yako. Kumbe tumepaswa kuheshimu nani? Baba yako na mama yako. Unajua katika dunia hakuna mzazi yeyote ambaye atapenda mwanawe apotee. Hakuna mzazi yeyote ambaye atapenda kuona mwanawe akifanya maovu. Hakuna mzazi duniani ambaye atapenda mwanawe awe anakuwa mlevi ama anafanya maovu yote duniani, aina yote ya maovu duniani. Hakuna mzazi kama huyo. Na katika Waisraeli ni watu ambao walikuwa na kweli na walikuwa wanafundisha Biblia. Wazazi katika wakati huo, hata wakati huu, wanapaswa kufundisha watoto wao kweli, waelekeze katika njia ya mwangaza, sio katika njia ya giza. Ndiposa Mungu anatoa amri watoto wote waheshimu baba na mama yao wanapokaa duniani, kwa maana ina maana ya kwamba mzazi atakuwa anakuelekeza katika njia ya Mungu, yaani njia iliyo salama. Mwalimu, uendelea. Inasema usiue. Mungu anatuonya dhidi ya kuua. Hiyo ni sheria ya ngapi? Ya 6. Hiyo ni sheria ya ngapi? Ya 6.
Sheria ya 6 Mungu anasema nini? Usiue. Sheria ya 6 Mungu anasema nini? Usiue. Lakini unapata katika kipindi cha mwisho watu wanauana tu bila kujali. Unapata siku za mwisho watu wanafanya maovu, mtu anashika tu silaha na anaua mwenzake bila kujali. Unaposhika kisu unadunga mwenzako, unamfanyia mjaraha, hatimaye anaishia katika kifo. Lakini Mungu anakataa mambo haya katika sheria zake. Mungu anatuonya dhidi ya kuua. Mungu anatuonya dhidi ya kuua. Usije ukashika ukafanya uwaji, ukatekeleza uwaji kwa njia yote, bali Mungu anataka tupende jirani zetu jinsi tu wewe unavyojipenda. Hivyo tu ndio Mungu anataka ukuwe unaishi duniani. Sawa mwalimu, endelea. Inasema sheria ya 7 usizini. Sheria ya 7 Mungu anatuonya dhidi ya kuzini. Unajua katika nyakati za mwisho watu wanafanya uasherati, watu wanafanya kuzini, lakini hawatambui ya kwamba ama hawajafahamishwa kwamba ni dhambi na ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Biblia inatuambia kwamba kuna aina mingi ya kuzini. Biblia imekataa kabisa tusije tukafanya uzinifu duniani. Kwanza soma kitabu cha Mathayo 5:28. Nasemaje? Mathayo 5:28. Mathayo 5:28 mwalimu. Inasemaje mwalimu? Inasema hivi. Inasemaje? Inasema hivi mwalimu. Mathayo 5:28 usizini. Inasema mmesikia kwamba imenenwa usizini. Mmesikia kwamba imenenwa usizini. Sasa ni Yesu ananena, lakini mimi nawaambia. Lakini Yesu anatuambia kila mtu atazamaye mwanamke kwa kutamani. Kumbe mtu akitazama kwa kutamani afanya nini? Naam. Amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Kumbe ukitazama mwanamke kwa kumtamani, umekwisha kuzini na yeye katika nini? Katika moyo wako. Kumbe ukitazama mwanamke kwa kumtamani, umekwisha kuzini na yeye katika nini? Moyo wako. Katika nini? Moyo wako. Lakini Mungu anatuonya dhidi ya hiyo, si ndio? Na mwalimu, tunapata ya kwamba katika nyakati za mwisho watu wameenda kinyume na utaratibu wa Mwenyezi Mungu. Kuna utaratibu za Mungu ameweka duniani, lakini watu wanaenda kinyume na utaratibu za Mwenyezi Mungu. Kwanza kabisa soma tuoneshe watu jinsi wameenda kinyume na utaratibu wa Mwenyezi Mungu, si ndio? Na mwalimu. Tuoneshe mwalimu. Tuoneshe mwalimu. Kwanza anza na Nyakati ama Deuteronomy. Kumbukumbu la Torati 22:5 inasemaje? Inasemaje? Inasema hiyo mwalimu. Kumbukumbu la Torati 22:5 inasemaje mwalimu? Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume. Kumbe Mungu anatuonya mwanamke asifanye nini? Mavazi yampasayo mwanamume. Kumbe mwanamke afai kufanya nini? Kuvaa mavazi yampasayo mwanamume. Kumbe mwanamke afai kufanya nini? Kuvaa mavazi yampasayo mwanamume. Walimu wangu. Na mwalimu. Siku za mwisho wanawake wanavaa longi. Wanavaa mwalimu. Kwani longi ni ya mwanamke? Hapana mwalimu. Longi ni ya nani? Ya mwanamume. Longi ni ya nani? Ya mwanamume. Soma vizuri bila rudia hapo mwalimu, nasemaje? Inasema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume. Kumbe Mungu anatuonya anaonya wanawake sivae mavazi yapasayo nani? Mwanamume. Kumbe wanawake wasivae mavazi yapasayo nani? Mwanamume. Kumbe wanawake wasivae mavazi yapasayo wanaume. Lakini tunapata katika nyakati za mwisho wanawake wanavaa kinyume na utaratibu wa Mungu. Wanavaa longi, wengine wanavaa kinyasa, wengine wamekosa utaratibu wa mavazi. Lakini sisi kazi yetu ni kuja tu kukuonesha kweli. Hatujakuja hapa kukubadilisha, bali kazi yetu hapa tumekuja kukuonesha kweli. Soma mwalimu.
inasema wala mwanaume asivae mavazi yapasayo mwanamke. Kumbe Mungu anatuonya mwanaume asivae nini? Mavazi ya mwanamke. Ukipata mwanamke anavaa mavazi, anavaa skirt na anatembea nayo, ujue huyo ameenda kinyume na nini? Mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu. Biblia iko wazi wapendwa, mambo yote tumeonywa, lakini katika nyakati za mwisho watu wameenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Watu wameenda kinyume na utaratibu wa Mungu duniani. Ndiposa Mungu anaonya watu wote. Wanawake, tunapokaa duniani, kuna jinsi Mungu anataka ukae katika utaratibu wake. Kuna jinsi Mungu anataka ukae katika utaratibu wake. Kwanza kabisa soma. Inasema, yes, soma. Kwa kila inasema, naam, kwa maana kila afanyaye mambo hayo, ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Anza juu, soma vizuri sasa ueleweke. Inasema mwanamke asivae mavazi yapasayo mwanamume. Kumbe mwanamke hapasi kuvaa mavazi yapasayo nani? Mwanamume. Kumbe mwanamke hapasi kuvaa mavazi yapasayo nani? Mwanamume. Endelea. Wala mwanaume asivae mavazi yapasayo mwanamke. Kumbe mwanaume hapasi kuvaa mavazi yapasayo nani? Ya mwanamke. Kumbe mwanaume hapasi kuvaa mavazi yapasayo nani? Ya mwanamke. Endelea mwalimu. Kwa maana kila afanyaye mambo hayo, kumbe yeyote afanyaye mambo hayo, ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Kumbe ni machukizo kwa Bwana Mungu wetu. Na mwalimu, kumbe unapofanya kinyume na utaratibu wa Mungu, ni kinyume na utaratibu wa Mwenyezi Mungu, ni machukizo kwa Mungu. Sasa soma Leviticus. Mambo ya Walawi mwalimu. Mambo ya Walawi 21:5. Inasemaje? Inasema kwa hili kwa wanaume, soma. Inasema hiyo mwalimu. Inasemaje mwalimu? Mambo ya Walawi 21:5 mwalimu. Inasemaje mwalimu? Inasema hivi. Inasemaje mwalimu? Inasema 21:5. Wasijifanyie upaa kichwani. Kumbe Mungu anataka wanaume wasifanye nini? Wasifanye upaa kichwani. Kumbe wanaume siku hizo wanafanya nini? Wasifanye upaa kichwani. Yaani wananyoa kipara kabisa, si ndio? Na mwalimu. Wananyoa kipara kabisa, si ndio? Na mwalimu. Soma vizuri. Wala wasinyoe pembe za ndevu zao. Mara mingi tunaona katika nyakati za mwisho watu wananyoa kipara kabisa, upaa, na wananyoa sehemu ya si ndio? Na mwalimu. Lakini Biblia imesema nini? Imekataa. Soma vizuri mwalimu. Inasema wasijifanyie upaa kichwani mwao. Naam, endelea. Wala wasinyoe pembe za ndevu zao. Inasema wala wasichane chale katika mwili yao. Wala wafanye nini? Wasichane chale katika mwili yao. Wasifanye chale, yani cutting of flesh, yani ile kuchora ngozi, si ndio? Tatu mwalimu. Tatu, si ndio? Mwalimu. Endelea mwalimu. Inasema hivi. Inasema aje mwalimu? Watakuwa watakatifu kwa Mungu wao. Watakuwa watakatifu kwa Mungu. Wala wasilinajisi jina la Mungu wao. Wasilinajisi jina la Mungu wao. Kwa kuwa wao ndio wasongezao sadaka za Bwana. Naam, sasa mwalimu, Mungu amekwisha kutupea taratibu. Lakini nyakati za mwisho tunaona watu wameenda kinyume kabisa. Ndiposa kazi zetu ni kuambia watu ya kwamba Mungu hapendezi wakati wanadamu wanatekeleza dhambi duniani. Soma kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:9. Inasemaje? Inasema Timotheo wa kwanza 2:9, jinsi watu wamekosa utaratibu wa Mungu duniani. Soma. Inasemaje? Timotheo wa kwanza 2:9. Timotheo wa kwanza 2:9. Inasema hivi mwalimu. Inasemaje? Nafika hapa aliko mwalimu, nafika haraka mwalimu. Nasemaje mwalimu? Timotheo wa kwanza 2:9. Mungu anatupea taratibu duniani. Inasema, naam, nimesoma. Timotheo wa kwanza 2:9. Timotheo wa kwanza 2:9. Inasemaje? Inasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Kumbe Mungu anataka wanawake wafanye nini? Wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Wajipambe kwa nini?
mavazi ya kujisitiri. Kumbe wanawake mnafaa kujipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri, pamoja na adabu nzuri, na moyo wa kiasi, wala si kwa kusuka nywele. Kumbe Mungu wanaonya wanawake wasifanye nini? Wasisuke nywele zao. Kumbe Mungu wanaonya wanawake wasifanye nini? Wasuke nywele zao. Mwalimu, hayo mambo si mambo ya Mungu, si maneno ya Mungu. Na mwalimu, si maneno yetu, si ndio? Ni neno ya Mungu, Biblia imeandika mwalimu. Si maneno ya Mungu. Na mwalimu, soma. Inasema wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na adabu nzuri, na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele, Kumbe Mungu apendeze wanawake wanapofanya nini? Wanaposuka nywele zao. Kumbe Mungu apendeze wanawake wanafanya nini? Wanaposuka nywele zao. Kumbe kusuka nywele ni kinyume na utaratibu wa nani? Wa Mungu. Kumbe kusuka nywele ni kinyume na utaratibu wa nani? Wa Mungu. Na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Ya kujisitiri. Unajua katika nyakati za mwisho wanawake wanatembeanga uchi. Na unajua wanaume mambo kama hayo yametekeleza uasherati duniani. Mwanaume anapokutazama ukiwa uchi, tamaa ya mwili anakuingiza katika majaribu. Ndipo Mungu aliona tangu zamani, akasema awekee wanadamu taratibu duniani, kwa maana wanawake na wanadamu kwa jumla wamekosa. Ilionekana ya kwamba watakuja kukosa utaratibu. Sasa soma Timotheo wa kwanza 3:4. Timotheo wa kwanza 3:4. Biblia inasemaje? Kwanza anza 3. Timotheo wa kwanza 3:4. Biblia inasemaje? Mungu tuenende katika utaratibu wake. Inasema 3:4. 3:4. Biblia inasemaje? Mwenye kusimamia nyumba yake vema. Timotheo wa kwanza 3:4. 3:4 mwalimu. Timotheo wa kwanza. Naam. Mwenye kusimamia nyumba yake vema. Naam. Ajuaye kuitesa watoto wake ustahivu. Naam. Yaani mtu asije kusimamia nyumba yake mwenyewe. Anza 3. Timotheo wa kwanza. Inasema, naam, si mtu wa kuzoelewa ulevi. Petero. Mwalimu. 3:3. Petero wa kwanza 3:3 mwalimu. Naam, Petero wa kwanza 3:3. Inasemaje? Kujipamba kwa wanawake, kusiwe kujipamba kwa nje. Kumbe Mungu anataka kujipamba kwa wanawake, kusiwe nini? Kujipamba kwa nje. Kumbe wanawake wafanye kujipamba nini? Kwa nje. Kumbe wanawake wafanye kujipamba nini? Kwa nje. Endelea. Yani kusuka nywele. Kwani fanya nini? Yani kusuka nywele. Kumbe wanawake Mungu hawataki kufanya nini? Wasisuke nywele zao. Si mambo haya ni mambo ya Mungu mwalimu. Na mwalimu. Si ni utaratibu wa Mungu anaweka duniani. Na mwalimu. Jinsi watu nafaa wakuwe wanaenenda duniani. Na mwalimu. Sasa Mungu anapenda utaratibu. Soma vizuri. Inasema kujipamba kwetu, kusiwe kujipamba kwa nje. Yani kusuka nywele. Yani kufanya nini? Kusuka nywele. Yani kufanya nini? Kusuka nywele. Kumbe Mungu hataki wanawake wafanye nini? Kusuka nywele zao. Kumbe Mungu hataki wanawake wafanye nini? Kusuka nywele zao. Ina maana ya kwamba wanaposuka nywele zao wanafanya kinyume na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Ina maana ya kwamba wanawake mnaposhuka nywele mnaenda kinyume na utaratibu wa Mwenyezi Mungu. Simaliza mwalimu. Imeisha mwalimu. Imeisha. Naam. Sasa sisi kazi yetu tu ni kuonesha utaratibu wa Mungu duniani. Na mara nyingi mtu anafaa ukipata ujumbe kama haya usije ukakwazika, bali upokee. Soma sheria nyingine. Inasema ya 8. Usiibe. Mungu ametuonya dhidi ya wizi. Endelea mwalimu. Inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Biblia imesema kwanza hapo kwa sheria namba 8, Mungu anatuonya dhidi ya kuiba. Unapokaa duniani Mungu hapendezi unapofanya uwizi.
Mungu anataka ufanye mambo katika haki, ufanye mambo katika haki na kwa katika amani, bila kufanya uwizi. Mungu ametuonya dhidi ya uwizi. Endelea mwalimu. Inasema usitamani nyumba ya jirani yako. Mungu ametuonya dhidi ya tamaa. Mungu anatuambia tusije tukatamani nyumba ya nani? Ya jirani yako. Endelea mwalimu. Inasema usitamani mke wake. Mungu anatuonya dhidi ya kutamani mke wa jirani yako, mke wa jirani. Unajua katika nyakati za mwisho mtu anapoona mwingine akitembea na mwanamke wake, lakini unapata mwingine anatazama na anaanza kumtamani, lakini tena ana comment vibaya. Lakini Mungu anatuonya usije ukatamani nini? Mke, si ndio? Na mwalimu. Sema vizuri. Usitamani mke wa jirani yako. Usitamani mke wa jirani.